Na maombi na maombezi siku ya Jumamosi saa 2 mpaka saa 7 mchana. Jumapili tunakuwa na ibada ya kumsifu na kumwabudu Mungu, tukimtolea matoleo, dhabihu na mafundisho mbalimbali kuanzia saa 2 mpaka saa 7. Basi acha nikasome maneno haya. Nimesema leo ninahitimisha tu, nahitimisha. Kwa hiyo ukayasikize kwa makini, Bwana akakusaidie kusikia. Nasoma ile kitabu cha Yohana Mtakatifu. Tasoma Yohana Mtakatifu sura ile ya 3 na ule mstari wa 16. Nimesema leo ninahitimisha mpaka mstari wa 21. Biblia inasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa maana hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amwaminie yeye hahukumiwi, asiamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Na hii ndiyo hukumu, ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni, na watu wakapenda giza kuliko nuru, kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Maana kila mtu atendaye mabaya huichukia nuru, wala haji kwenye nuru matendo yake yasije yakakemewa. Bali yeye aitendaye kweli huja kwenye nuru, ili matendo yake yaonekane wazi, ya kuwa yametendwa katika Mungu. Amen. Baba, nashukuru kwa neno hili la mahitimisho kwenye siku hii ya Sabato, Sabato yako Bwana, Jumamosi njema. Tunashukuru kwa neno hili lenye nguvu na uweza Bwana. Sasa ukajidhihirishe, sasa ukajifunue, watoto wako wanaosikia wakaelewe. Namshukuru Mungu kipekee alianza kuniokoa mimi wa kwanza mpaka sasa. Nimemwona Bwana ni mwaminifu zaidi ya miaka 16.